Leo tumefika hapa Hawewanje kwa sababu ya kile kisa cha jana kilichotukia kati ya mkurazano wa jamii ya wafugaji na wakulima, na tumejaribu kusikiza pande zote na pia tukawasihi sana zaidi ya kuwa wawe kitu kimoja na kila mmoja aweze kuheshimu mali ya mwenzake. Ilibidi tuweze kuweka mkutano huu siku ya leo ili tuweze kupatanisha hizi jamii mbili za wafugaji na wakulima, na tumeweza kukubaliana ya kwamba waweze kuweka kamati ambazo za usalama ambazo itaweza kusikiliza kama kuna jambo ambalo limetokea, shida ambayo itatokea, ili hao wazee waweze kukaa pamoja na kuweza kulitatua. Mimi ninahisi ya kwamba mkutano wa leo utazaa matunda kwa sababu DCI wa Malindi amechukua namba za wazee wa ground upande wa Oruma na upande pia wa Wagiriama wa jamii ya ufugaji na jamii ya wakulima, ili waweze kuwasiliana kila siku, wao wanapeana ripoti ya kwamba mashinani kuko hali shwari. Mimi namuomba rais wetu, population wetu hapa Kilifi watu wamekuwa wengi, wafugaji wamekuwa wengi, hii ardhi haiwezi katutosha, na umeleta investors, na hawa investors wameajiri watu. Sasa Bwana President, kwa watu wa Kilifi kuishi vizuri, tunakuomba utupatie Malkahalaku na Lale, ndio sasa wale wenzetu hapa Wagiriama pia wasisukumike kwa ukuta, Selu usisukumike kwa ukuta, na Mombasa Cement usisukume kwa ukuta, inaajiri watu. Tunakuomba Bwana President Ruto utupatie ile eka 250,000 ambao ulikuwa umetuahidi hapa Malkahalaku na hapa Lale. Tatizo kubwa tulilo nalo ni kwamba hali ya anga inabadilika. Kwa hivyo ukame unakuwa mkubwa, hata pia mafuriko yanakuwa makubwa. Na pia njaa. Zamani ukilima eneo kidogo la eka moja unapata mahindi mengi. Siku hizi unapata kidogo. So kwa kweli ni kwamba tatizo kubwa tulilo nalo ni tabia nchi, climate change, kwa sababu tumekata miti na kwamba tabia nchi imebadilika. Kwa hivyo nyasi ya ng'ombe inazidi kupungua, idadi ya ng'ombe imeongezeka, binadamu wameongezeka, eneo za kuzalisha chakula kimepungua. Na kwa hivyo lazima tuungane sote, tuone adui wetu ni tabia nchi, climate change. Nguvu peke yake haiwezi kusuluhisha, italeta uhasama zaidi, na tutakuwa tunawapoison, tunaleta sumu kwa watoto wetu, waweze kufikiria kwamba ukiwa kabila hii au kabila hii basi wewe ni mtu wa kabila hii. No, kabila zote ni Mungu alituumba na anajua kwa nini alituumba, na sisi tunashindana, tunaambiwa tunashindana kwa matendo yetu mema. Ndani ya Qur'an wanasema hivyo, ndani ya Biblia kwamba watu waishi kwa amani, na pia mtu asiamke tayari na kuanza kushambulia mali ya mwenzake, awe ni ng'ombe awe ni mimea ambayo imeweza kupandwa katika yale mashamba.